بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidia Allah subhanahu wa ta'ala, rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika mwendelezo wa darasa yetu, jana tulikomea na kuishia katika kuelezea mambo ambayo Muislamu akiyafanya mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ya kwamba funga yake itakuwa ni yenye kuharibika, na tukataja mambo 7 kwa ujumla, moja baada ya jingine na hukumu yake. Lakini pia tukataja sharti miongoni mwa sharti ambazo mtu akifanya moja ya kitenguzi miongoni mwa vitenguzi vya funga, au moja ya jambo miongoni mwa mambo ambayo yanayoiharibu funga, kisha akawa anayo haya masharti matatu ambayo tuliyataja jana, basi funga yake itakuwa ni yenye kuharibika, na kila kigawanyo kimoja katika vigawanyo hivyo vina hukumu yake katika Uislamu. Ama leo tunafanya tafsiri, tunafafanua katika vile vitu ambavyo tulivyovitaja, kisha tutamalizikia kwa muda mfupi huo katika ufafanuzi kama ifuatavyo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Jana tulitaja ya kwamba katika vitu ambavyo vinaiharibu funga ya Muislamu ni alhijama. Hijama ni kufanya chuku. Hii ni namna ambayo imeruhusiwa katika Uislamu, kutoa damu, kusafisha damu chafu katika mwili wako, au pengine kutoa damu kwa njia yoyote. Hii ni jambo ambalo limeruhusiwa katika Uislamu, lakini haipaswi mtu kufanya mchana wa Ramadhani akiwa amefunga. Sasa muallif rahimahullah ta'ala anasema, falau ihtajama yadhunnu anna alhijamata la tufattir au la tuftir. Ikiwa mtu akafanya kitendo hiki cha kutoa damu au akafanya hijama mchana wa Ramadhani, hali ya kuwa akidhani kwamba kitendo hiki hakimpunguzi, fasomu sahihi, basi funga yake itakuwa ni funga sahihi, liannahu jahilun bilhukm, kwa sababu mtu huyo anakuwa hajui hukumu ile, ni mjinga juu ya hukumu ile. Kinyume chake, kwa maana ya kwamba ikiwa mtu ataenda kutoa damu au akafanya hijama mchana wa Ramadhani hali ya kuwa anajua kwamba hili jambo ni makosa, basi funga yake itakuwa imeharibika mchana wa Ramadhani. Waqad qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza kuhusiana na mtu ambaye amefanya kitu bila ya kujua. Allah anasema, walaysa alaykum junahun fima akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum, kwamba nyinyi hamna madhambi fima akhtatum bih, katika jambo ambalo mmefanya kwa bahati mbaya bila ya kukusudia. Fima akhtatum bih, katika jambo ambalo mmefanya kwa bahati mbaya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, lakini mnapata madhambi na mnakuwa mmekosea pale ambapo mtakuwa mmefanya jambo
ma ta'ammadat qulubukum, mmefanya jambo kukusudia kutoka katika mioyo yenu. Hapo ndio utakuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakuandikia kwamba wewe ni mkosefu. Na dalili hii imetumika pia kuonyesha kwamba mtu akifanya kitenguzi katika kitenguzi ambacho kinatengua saumu yake kisha akawa hajui, basi saumu yake itabakia kuwa ni saumu sahihi, kwa sababu alikuwa hajui au amefanya kwa bahati mbaya. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhtana. Mzungumza katika ulimi wa nabii akiomba ya kwamba rabbana, ewe Mola wetu, la tuakhidhna, usituadhibu, in nasina au akhtana, katika makosa ambayo tumefanya kwa kusahau au makosa ambayo tumefanya kwa bahati mbaya. Allah subhanahu wa ta'ala usituadhibu. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala akamjibu akimwambia, qad fa'altu, nimeshafanya hivyo. Yani Allah anasema nimeshahukumu hivyo kwamba mtu akifanya kosa kwa bahati mbaya si muadhibu. Mtu akifanya kosa kwa kusahau, Allah subhanahu wa ta'ala anasema qad fa'altu, nimeshahukumu hivyo, nimeshafanya hivyo, si muadhibu mja kwa kufanya makosa ya namna hiyo. وفي صحيحين عن علي ابن حاتم katika sahihu mbili, sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim, kuna hadithi imetoka kwa Ali ibn Hatim radiyallahu anhu annahu ja'ala uqalayn aswadan wa abyad tahta wisadatihi. Ili nieleweke, turudi nyuma kidogo. Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na watu kula daku alisema katika Qur'an, kulu washrabu, kuleni na kunyweni, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-aswad min al-khayt al-abyad, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Kuleni na kunyweni mpaka ikubainikieni ule utando wa mwanga wa usiku kutokamana ukubainikieni ule mwanga wa asubuhi kutokamana na giza la usiku ya alfajiri. Thumma atimmu siyama ila al-layli, mpaka muanze kufunga kuanzia hapo mpaka mtakapokamilisha funga usiku, mpaka jua litakapozama. Kwa maana ya kwamba sisi tunaruhusiwa kula na kunywa usiku mpaka pale ambapo tutakapoona sasa alfajiri imeingia, kwa maana ya kwamba zile alama na dalili za kuwa tayari asubuhi ule mwanga umeanza kuingia, hapo ndio tunapaswa kujiziwia na kuanza kufunga. Sasa mmoja ya sahaba radhiallahu ta'ala anhu alikuwa kiitwa Ali ibn Hatim. Iliposhuka aya hii, Allah aliposema kuleni na kunyweni mpaka ukubainikieni, hapa katika aya Allah akataja uzi mweupe kutokamana na uzi mweusi. Huyo sahaba akaelewa kwamba kilichokusudiwa ni uzi kweli. Jaala uqalaini aswadan wa abyad, akachukua uzi mweusi na uzi mweupe akauweka tahta wisadatihi, chini ya mto wake, akalalia hivi usiku. Fajaala yaakul wa yanzuru ilayhima, akawa huyu sahaba anakula usiku akiwa katika chumba chake amelala, anakula, akiamka anakula, anakunywa, anafanya jambo lolote ambalo anaruhusiwa kufanya usiku. Kisha kipimo chake akawa anachukua ule uzi mweupe na uzi mweusi anautazama. Je, ameweza kutofautisha? Ameelewa hivyo. Falamma tabayyana ahaduhuma min al-akhar, ulipombainikia sasa kwamba akitazama katika giza hili uzi mweupe anaweza akaujua na uzi mweusi anaweza akautambua, amsaka anil akli yadhunnu anna dhalika maana qawlihi ta'ala, akajizuia hapo kula na kunywa akiwa anadhania kwamba
hayo ndiyo makusudio ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Akawa amefahamu hivyo, lakini ulama wanasema wakati anafanya kitendo hiki alikuwa yuko ndani, mpaka inakuja kumbainikia jua tayari limeshaanza kupanda, kwa sababu ndani kunachelewa kuingia nini? Kuingia mwanga. Akatoka huyu sahaba, thumma akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akaenda akamuelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam hili tukio la yeye kuchukua uzi mweupe na uzi mweusi kisha akalala nao, na kikawa ni kipimo chake cha kujua kwamba muda wa kula damu umekwisha. Faqala lahu sallallahu alayhi wasallam, alipomwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, innama dhalika bayadun nahari wa sawadul layli. Akamwambia kwamba umeelewa vibaya. Allah alipotaja uzi mweupe kutokamana na uzi mweusi, alikuwa hakusudii uzi huo uliochukua wewe. Allah alikuwa anakusudia bayadun nahari, kuonekana ule mwanga wa asubuhi, wa sawadul layli, na kile kiza cha usiku. Kwa maana ya kwamba Allah aliposema kuleni na kunyweni mpaka utakapokubainikieni uzi mweupe kutokamana na uzi mweusi, Allah alikuwa anakusudia ya kwamba kuleni na kunyweni mpaka mtakapoanza kuona ule mwanga wa alfajiri unaanza kuingia na ile giza ya usiku inaanza kutoweka. Hicho ndicho ambacho alichokusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema walam ya'muruhu bil i'ada, lakini kwa sababu huyu alikuwa anafanya bila ya kujua, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwamrisha arudie kufunga ile funga, kwa sababu amekula tayari kumeshakucha. Lakini kwa sababu alikuwa hajui na aya alielewa vibaya, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwamrisha arudie kuifunga ile funga, akamwambia imeharibika. Antumani tayyib. Kisha anasema muallif rahimahullah, ikitokea mtu walau akala yadhunnu anna al-fajr lam yatlu, ikitokea mtu akala akiwa anadhania kwamba alfajiri bado haijaingia, au anna ash-shamsa qad gharabat thumma tabayyana khilafu dhannihi, au akawa mtu anadhania kwamba jua limezama, labda imefika muda wa maghrib, mtu akajengea katika dhana yake kwamba jua limezama, thumma tabayyana khilafu dhannihi, kisha ikambainikia baadaye kwamba ni kinyume na hivyo alivyodhania, fasawmuhu sahih, basi funga yake mtu huyo ni sahihi. Tukatoa mfano jana tukasema, kama mtu akawa katika mazingira ambayo pengine hakuna saa, kisha amekaa baada ya alasiri, amekaa muda umeenda, akaanza kuona pengine akadhania kwamba jua tayari limezama, hapa anaruhusiwa kufuturu. Kisha pengine amefuturu au amekula chochote, ghafla anaona jua ndo lile linaelekea kuzama, basi mtu huyu kwa sababu alikuwa hajui, funga yake itakuwa ni funga sahihi, kwa sababu amefanya hivyo kabla kufanyaje, kabla ya kujua. Liannahu jahilun bilwaqti, kwa sababu huyu mtu alikuwa hajui kwamba muda bado au muda tayari. Fabana bidhannihi, akamjengea katika dhana yake kwamba muda utakuwa tayari, kisha akawa amekosea katika dhana yake. Anasema wa fi sahihi al-Bukhari, imekuja katika sahihi al-Bukhari an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha, kutoka kwa Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha, qalat, amesema aftarna fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi yawmi ghimin thumma tala'at ash-shams. Anasema tuliwahi kula wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam fi yawmi ghim, katika siku ambayo ilikuwa ina mawingu. Wamekaa, mawingu yametanda, wakaona kama kuna giza imeanza kuingia hivi, basi wao wakaanza kula. Tayib, thumma tala'at ash-shams, kisha ghafla wameshaanza kufuturu, ghafla wanaona jua
linachomoza, wanaliona jua ndio lile linaelekea kuzama. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuambia warudie kufunga ile saumu ambayo wamekula, eti kwa sababu wamekula jua halijazama. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa hawajui kama jua halijazama. Anasema walau kana alqada'u wajiban labayyanahu sallallahu alaihi wasallam, lau kama ingekuwa kulipa ni wajibu, mtu amefanya jambo lenye kumpunguza, lau kama ingekuwa kulipa ni wajibu kwa aliyefanya kwa bahati mbaya au bila kujua, labayyanahu nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam angelibainisha, lianna Allah akmala bihi ad-dina, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha dini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walau bayyanahu sallallahu alaihi wasallam lanaqalahu as-sahaba, kama ingekuwa mtu akifanya jambo au akafanya jambo lolote lenye kufunguza kwa bahati mbaya, ikawa jambo lile linafunguza na mtu anatakiwa kurejea funga, basi Mtume angelibainisha na masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim wangetunukulia hayo maandiko yenye kuzungumza hukumu hiyo. Lianna Allah takaffala bihifdhi ad-din, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amebeba dhamana ya kuihifadhi dini. Falamma lam yanquluhu as-sahaba alimna annahu laysa biwajibin, kwa sababu masahaba hawajatufundisha kwamba mtu akifanya kitenguzi miongoni mwa vitenguzi vya funga kwa bahati mbaya kwamba anatakiwa kulipa. Hawajatufundisha kitu hicho masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, basi tunatambua kwamba laysa biwajibin, sio wajibu mtu kulipa funga yake ikiwa amefanya moja ya vitenguzi katika vitenguzi vya funga kwa bahati mbaya au bila ya kujua. Waliannahu mimma tawaffara ad-dawa'i ala naqlihi li ahmiyatihi, na kwa sababu jambo hili ni katika jambo ambalo tawaffara ad-dawa'i, zimeenea sababu ala naqlihi, sababu za sisi masahaba kutufundisha jambo hilo, li ahamiyatihi, kwa ule umuhimu wake. Lakini kwa sababu hawajatufundisha, hii dalili inaonyesha ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hajafundisha hukumu tofauti na hii tuliyoitaja. Fala yumkin ighfalu, haiwezekani kusahaulika jambo kama hili. Walau akala nasiyan annahu saim lam yuftir, ikiwa mtu atakula kwa kusahau mchana wa Ramadhani, lam yuftir, mtu huyo anakuwa funga yake haijaharibika. Liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, wa qauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema, man nasiya wa huwa saimun fa akala au shariba falyutimma sawmahu, yeyote ambaye atakayesahau hali ya kuwa amefunga, fa akala au shariba au akanywa, falyutimma sawmahu, basi aikamilishe funga yake. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, hakika huyo mtu Allah subhanahu wa ta'ala ameamua kumpa ofa ya kumlishiza na kumnywesheza maji. Tunapata katika hadithi hii ya kwamba mtu akila mchana wa Ramadhani au akanywa maji mchana wa Ramadhani kwa kusahau, basi funga yake itabakia pale pale na ataendelea na saumu yake. Kisha anasema muallif rahimahullah, walau ukriha ala al-akli, lau kama mtu atalazimishwa kula au tamadmada fataharraba al-ma'u ila batnihi, au akawa labda ameweka maji kinywani wakati wa udhu, akafanya tamadmad, akaweka maji wakati anatawadha kinywani, fataharraba al-ma'u ila batnihi, maji yakaponyoka ghafla yakaingia katika tumbo lake, au qatrun fi ainihi, au matone yakaingia katika macho yake, akapenya yakaingia kwa ndani, fataharraba al-qutur ila jawfi,
yani matone ya maji yakaponyoka yakaingia mpaka katika tumbo lake, au ihtalama fa anzala maniyan, au ikatokea mtu akajiotea mchana wa Ramadhani amelala akatokwa na manii, anasema fasawmuhu sahih, funga yake mtu huyo ni funga sahihi. Fi dhalika, katika hilo, kullu, fi dhalika kulli, katika mambo yote hayo tuliyoyataja, mtu akipatikana kufanya jambo moja katika hayo, basi funga yake ni sahihi. Liannahu bighairi ikhtiyarihi, kwa sababu mtu huyo amefanya pasina chaguo lake. Bighairi ikhtiyarihi, pasina pendekezo lake, hajapendekeza iwe hivyo, amefanya kwa bahati mbaya. Moja, amelazimishwa. Mbili, alikuwa anakunywa, anatawata maji yakaponyoka kaingia katika tumbo lake. Tatu, mtu amejiotea mchana amelala akatokwa na manii, huyu mtu saumu yake itabakia kuwa sahihi. Tunamalizia kipengele hiki, anasema wala yafturu saim bisiwaki, wala mtu hawezi kuhukumiwa kwamba amefungua kwa kupiga kwake mswaki, bal huwa sunnatun lahu, bali hii ni sunna kwake yeye, wa lighairihi, na kwa mwingine, fi kulli waqtin fi awwal an-nahari wa akhirih, katika kila wakati kuanzia asubuhi mpaka jioni ni sunna mtu kusafisha kinywa chake kwa kupiga mswaki. Wa yajuzu lis-saim an yaf'ala ma yukhaffifu anhu, na inajuzu kwa yule ambaye aliyefunga, inafaa kwa yule ambaye aliyefunga kufanya mambo ambayo yanapelekea kupunguza alharra walatsha, kupunguza joto na kupunguza kiu chake, katabarrudi bilma, kama mtu kwenda kuoga. Labda anasikia mtu joto limekuwa kali mchana wa Ramadhani, au kiu kimekuwa kikali, saumu ya maji imekuwa kali, inafaa kwa mtu kwenda akajimwagia maji na mkono wake, yafaa mtu kufanya hilo. Fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam, kana yasubbu al-ma'a ala ra'sihi, alikuwa akijimwagia maji mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya kichwa chake, wa huwa saimun, na yeye hali ya kuwa akiwa amefunga, bil atash, kutokamana na kiu. Imethibika mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa amebanwa kiu sana, amefunga, akachukua maji akajimwagia katika kichwa chake, sio akanywa, akajimwagia katika kichwa chake. Hii ni dalili ya kwamba mtu anaweza kujimwagia maji kichwani kupunguza joto, kupunguza kiu, jua kali, au hata akaoga mwili wake. Wa hadha min al-yusri alladhi kana Allah yuriduhu, na huu ni katika wepesi ambao Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anakusudia kwetu sisi. Walillahi alhamdu wal minna, Allah subhanahu wa ta'ala ndio anastahili sifa njema, wal minna, na neema zote kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, ala ni'mati wal minna, na kushukuriwa kwa neema zake, ala ni'matihi wa taysirihi, juu ya neema zake, wa taysirihi, na wepesi wake ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuwepeshishia sisi, ameturahisishia sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr. Leo tutaishia katika kipengele hiki, na kesho biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutaanza kipengele kinachofuatia. Wallahu a'lam.